Kwanza hawa Gen Z wako na tabia za maajabu sana. Utapata tu huko unasikia mtu anakuambia yeye anakunywa pitu, kwanza nyumbani kwake akona box nzima, akona carton nzima ya pitu. Kwa hivyo mtazamaji, tabia ya kubugia vidonge hivi vya pitu kama njugu inafaa kukoma, kwani zikishazoea mwili wako hazitakuwa zinakusaidia tena mwilini. Na sisi tunataka unapotumia vidonge hivi vikusaidie, si eti uvinywe tu alafu upate ule ujauzito wa kutotarajia. Wao wanasema unwanted pregnancy ama unplanned pregnancy. Kwa hivyo daktari, pengine kuna madhara ya kutumia vidonge hivi ama vipo tu sawa? Unapokunywa pengine kuna wanaita side effects. Kuna side effects ama ziko tu sawa? Kile ninaweza sema ni kwamba dawa hizi zina madhara kwa sababu miili yetu ni tofauti. Jinsi ambavyo unaweza tumia hiyo dawa na jinsi ambavyo unaweza itumia, it comes with different reactions. And sometimes it can have a bad impact to some of the people, whereby unaweza kuwa una feel kichwa inakuuma. Sometimes other people wana feel wako dizzy. Sometimes your moods zinaenda. Sometimes you vomit. So those are the kind of side effects. Na pia ukiitumia sana, it can lead to infertility. Daktari amezungumzia kuhusu mood swings. Kwa hivyo kuna wasichana tu utapatana nao na wamekasirika, ama utapatana naye mtu tu sauti yake iko juu, utapatana naye mara amecheka, mara hujui ako na nini, like wanasema you cannot know what's up with this person. So mtazamaji, hiyo inaweza kuwa ni mojawapo ya madhara ya kutumia vidonge hivi vya Postnatal. Na wanasema kwa kila siku tunafaa kutahadhari kabla ya hatari. Kwa hivyo usitumie vidonge hivi sana mpaka ukose ile furaha. Wanasema ile furaha ya kuwa mama unaweza kupoteza endapo utakuwa unakunywa vidonge hivi sana. Basi mtazamaji, nisome tu jumbe chache. Hapa nisome tu jumbe chache. Kunaye hapa Alfred Munga kutoka upande wa Kisumu, anasema asante sana Bi Fatma kwa kumleta Daktari Elvin. Nimeweza kufahamu mengi sana kuhusiana na vidonge hivi vya Postnatal. Hivyo naamini kwamba mpenzi wangu atafuata ushauri uliopeana. Hapo nisome nyingine, ni Riziki Mwaka kutoka ule upande wa Kilifi, anasema shukran sana Bi Fatma, mimi nimekuwa nikitumia kidonge hiki na kimekuwa kikinisaidia. Zidi kuzungumza nami katika ule upande wa TikTok @bifatma, katika ule upande wa X @biruthfatma, katika ule upande wa YouTube, Facebook @biruthfatma. Nami nitazidi kusoma jumbe ambazo unaweza kunifikishia. Basi mtazamaji, tunapoendelea kufika katika kikomo cha kipindi chetu, pengine daktari, tutoke katika hili swala kidogo la kuzungumzia vidonge, na ndani ya Shajara tunazungumzia kuhusu mapenzi na mahaba. Wewe ukipewa fursa ya kuchagua kati ya unayempenda na anayekupenda, utachagua nani? Mimi nitachagua ambaye ananipenda. Kwa nini utachagua anayekupenda? Maana mimi naona you should go for what you want. Mimi nasema hivyo kwa sababu it's good when someone chooses you. Inamaanisha kwamba amekuona, ameona uzuri wako, ameona tabia yako, amejua wewe ni mtu wa aina gani. Lazima kuwe kuna kitu ambacho mimi ninakienzi na niko nacho ambacho kinamfurahisha. Basi daktari amesema siku zote ukipewa fursa ya kuchagua, mtazamaji, kati ya unayempenda na anayekupenda, chagua anayekupenda. Kwani mimi nafahamu kuwa ni rahisi kujifunza kupenda kuliko kumshawishi mtu akupende. Maana iwapo mtu atakuwa na wewe pale, unaweza kujifunza ile polepole kukubaliana. Wanasema love grows, love happens, and definitely you will get to love this person. Lakini pia mimi naona daktari, si mbaya kuchagua mtu ambaye unampenda. Maana unampenda, sasa utakuwa pale hata mambo wanasema
siku hizi hawasemi ni for better for worse, wanasema ni for better for better. Sasa kama ni for better lakini pengine kuwe na worse, hautakuwa na ile option ya kuondoka, maana ni wewe ndio ulikubali kuja mahali pale. Kwa hivyo basi, mtazamaji, ndani ya mapenzi, ndani ya mahaba, tuhakikishe kwamba tunatumia vidonge vya Postinor pill, na pia kutoka katika kipindi chetu kilichopita tutumie hiyo pete ya Dapivirine vaginal ring. Inapatikana mjini Kisumu, mjini Mombasa na mjini Nairobi katika hospitali zote kubwa. Na nimefahamishwa kwamba si bei ghali sana, ni bei ambayo unaweza kuimudu ili kuhakikisha kwamba upo salama ndani ya mapenzi, ndani ya uhusiano wako. Daktari, kuna huu msemo, sijui kama umeusikia, miongoni mwa vijana hasa walio katika chuo kikuu, wanapenda kuzungumzia kuhusu kugonga na kugongewa. Kwa hivyo kutokana na kugonga na kugongewa, katika kipindi chetu kijacho tutakuwa tunazungumzia kuhusu mojawapo ya kinga za kujikinga dhidi ya virusi vya ukimwi na mimba ama ujauzito, ambacho ni mpira ya kondomu ama wenyewe wanaita siku hizi CD. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumzia sana condoms, ni jinsi gani zinafaa kutumiwa wakati gani, na kila kitu kuhakikisha kwamba tunazidi kudumisha afya njema. Daktari, umewahi sikia kuhusu msemo wa kugonga na kugongewa? Naam, nimeusikia. Kwa hivyo wanasema, and what's your view on this? Kugonga na kugongewa. Naam. Wakugonga atakugonga tu, na wakugongewa atagonga. Daktari anasema wakugonga atagongwa na wakugongewa atagongewa tu, lakini I don't believe in that. I believe that bado tunao watu walio na maadili, bado tunao watu wanaoamini